ni mbaya sana sana sana. Muonekano. Tumefundisha imani kwamba imani ya kimungu inakupa kuona maisha yako, kuona mazingira yako mengine mapya mazuri tofauti na muonekano wako. Ila muonekano wako unakataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Bwana Yesu, muonekano wangu usinikatishe kuona maono yangu. Muonekano wangu usinikatishe kufikia ndoto zangu. Ni kweli unajiona hujasoma, pengine umesoma lakini kazi pengine hauna, hujapata. Inawezekana ulikuwa na biashara ikayumba, lakini usikate tamaa. Bado inawezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Bado inafanyaje? Inawezekana. Mimi nasema bado inawezekana. Mungu kubadili historia ya mwanadamu, historia ya maisha ya mwanadamu ni kazi nyepesi sana. Ni kazi nyepesi. Utabaki tu unaisoma namba. Unabaki unasoma kwenye ile zimbwera nyuma. Asiye niondoka, indicator zinawaka, alishafanyaje? Alishapeta. Alishaondoka. Unasema hivi ni yeye au ni mwingine? Bwana Yesu asifiwe sana. Muonekano unaweza kama ni kikwazo cha wewe kutokufikia vitu vizuri au kuwa na imani ile ya kimungu. Kuangalie, yupo mtu mmoja ambaye kwa muonekano wake alitaka kushinda kufikia vitu. Pale kitabu cha Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 11 hadi 14. Kitabu cha Waamuzi. Tuone huyu ndugu alikuwa anaonekana vipi. Waamuzi. Ukifika naomba unisomee. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 11 mpaka mstari wa 14. Biblia inasema, ndio, malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaroni uliokuwa katika Ofra. Uliokuwa katika Ofra. Uliokuwa mali yake Yoashi. Uliokuwa mali yake Yoashi. Mwabiazeri. Na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano. Na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano Ndani ya shinikizo. Ndani ya shinikizo. Ili kuificha machoni pa Wamidiani. Ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia. Bwana yuko pamoja nawe. Bwana yuko pamoja nawe. Ewe shujaa. Ewe shujaa. Gideoni akamwambia. Gideoni akamwambia. Bwana wangu. Bwana wangu. Ikiwa Bwana Ikiwa Bwana yuko pamoja. pamoja nami. Mbona mabaya yote haya yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu? Yako wapi matendo yako ya ajabu? Waliotuhadithia baba zetu. Tuliohadithiwa na baba zetu. Wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku? Je, siye Bwana aliyetuleta huku? Kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Asante. Bwana asifiwe sana. Unaona story ya huyu mtumishi wa Bwana Gideoni akiwa katika hali yake ya mazingira ya uduni, hali yake ya mazingira yasiyofaa, anapepeta ngano, tena anazificha, wako utumwani, wanawindwa. Lakini muda huo wakati anafanya kazi hiyo, malaika wa Bwana anamtokea, anasema shujaa. Unaona inawezekana? Kwa imani ya kawaida kama inawezekana, mtu ni mtumwa, mtu umefungwa. Hata chakula unachokitafuta mnakitafutia mafichoni. Halafu malaika wa Bwana anakuja anasema shujaa. Ushujaa wangu uko wapi? Ushujaa wangu uko wapi? Wakati niko mateka. Hiyo anakataa. Anasema yako wapi matendo yako makuu tuliyohadithiwa na baba zetu? Yako wapi? Maisha kwa mtumwa afu leo unasema mimi ni shujaa. Hebu angalia muonekano. Bwana sasa. Unaona muonekano? Gideoni anavyojiona. Na namna ambavyo Mungu anafanyaje? Anamuona. Mungu anamuona shujaa, lakini Gideoni anajiona dhaifu. Wapi utainuka? Kama unajiona kwa muonekano huu. Bwana asifiwe sana. Ukijiona kwa muonekano huo, ni lini utainuka?
ndugu yangu, ukijiona kwa muonekano huo. Sema mmoja wa jamaa mmoja akasema, hata kama watu hawakukubali wewe jikubali. Bwana asifiwe sana. Watu wakishindwa kukubali wewe ufanyeje? Jikubali. Lakini Gideon alikataa kujikubali. Alikataa. Na ile hali itaka kumwathiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema katika mchana wa leo ya kwamba wewe ni Gideon, wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa. Anageuka. Wewe unajaribu kuwashika watoto kidogo. Unapokushani tokea Jumapili, kwa hiyo mtoto anaanza kanyaga tatumboni. Kuna wakati mwingine malaika anaanza kashuka, anaanza kutibua vitu. Muonekano wa mtu unaweza kuwa kikwazo. Nilikuwa naangalia familia niliyokuwa nayo, nilipokuwa, mazingira niliyokuwa nayo, mazingira ya mbali. Na bado sio hivyo, nikiwa nipo katikati ya kanisa ambalo huwezi kupenyeza na kupata nafasi ya kufanya haya mambo. Kwa hiyo mazingira kanikatalia kwamba haiwezekani kuyafikia yale unayoyaona. Yale unayoyaona utaicha tu kuyaona kwenye ndoto, kwenye maono, lakini haiwezekani. Imani ya kibinadamu kaendelea kunizuilia nisifikie kile ambacho nimekiona. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vizuizi. Na wewe yamkini kuna mambo ambayo huwezi kuyafikia kwa sababu hali yako na muonekano wako unaoona kwamba huwezi kufikia pale. Gideon alijiona hivyo. Sio kama wewe ni wa kwanza kujiona hivyo. Hata wengine walijiona hivyo. Lakini tunaona muonekano mwingine